They think they have missed the opportunities. Watu wengi hungangana wakidhani kwamba wamepoteza nafasi yao. They think they have lost their blessings. Wanafikiria wamepoteza baraka zao. But the word of God assured us. Lakini neno la Mungu linatuhakikishia sisi. What is yours? Kile ambacho ni chako. By divine destiny. Hatima ya cannot be taken away. Haiwezi chukuliwa. Even if it will delay. Hata kama but it will come to pass. Tachelewa lakini itakuja. So what belongs to you today, kile kilicho chako, it will locate you. Itakurudia. In Jesus' mighty name. Katika jina la Yesu. Number 2. Pili. Permanently. Katika njia. It may be delayed. Katika muda mrefu inaweza chelewa. But it will assure fine it will locate you. Lakini kwa uhakikisho kwamba itakuja. The vision, the revelation, the blessing, it may delay. Maono, ufunuo na mambo mengi yanaweza chelewa. Wale walipokuwa hapa usiku tulisema kwamba katika maombi tulisema tulisema kwamba delayed answers. Nataka urudie. Delayed answers. Maombi ambayo yamechelewa. It is not denied answers. Sio ombi ambalo limejibiwa. So even if it have been delayed, hata kama imechelewa, but it will come to happen. Lakini itakuja kutendeka. So it is you to put trust on God. Sasa ni wewe kumtegemea. So many people struggle in their life. Watu wengi hungangana katika maisha yao. They think they have missed the opportunities and blessings. Wanafikiria wamepoteza nafasi yao. But this is the word of God. Lakini hili ni what belongs to us. Kile ambacho ni chetu. It will not taken away. Hakitachukuliwa. It will come to happen. Itaturudia. If it's not today, tomorrow. Hata kama sio leo ni kesho. Ambia jirani yako kile kilicho changu. Kile kilicho changu. Mwambie majirani. Kila mtu ageukie jirani. Kile kilicho changu. Nataka ageukie jirani. Nataka mgeukie mwambie hii kwa sababu sasa nataka niingie wewe ageukie jirani. Kile kilicho changu. Mwambie kile kilicho changu. Sili sisiange. Kile kilicho changu. Hata kama kitachelewa leo, lakini hakitachukuliwa na mtu mwingine. Hata kama kitachelewa, hakuna mtu mwingine atakayechukua. Hata kama kitachelewa leo, kuna siku inakuja kitatendeka. Yes. Tumrudie. Ili sisiange. Sihangalukile hata siakachelewa. Aje pastor nikupe hii. Niambie pastor Dan. Kama Mungu anataka kunibariki mimi mapacha, wewe hauwezi ukapokea. Wewe hautajua karama ya mapacha katika jina la Yesu Kristo. Kile changu hakitachukuliwa na mtu mwingine. Hata kama kitachelewa leo, hiyo ni changu kimeningoja. Amen. Amen. Kila mtu anaelewa hiyo. Hiyo. Karama ya mapacha hapa sasa unaweza. Siwezi. No, unaweza wewe hii mwili. Wewe hauwezi karama ya mapacha. Hauwezi. Unataka mtoto mmoja lakini si mnono sana. Hiyo karama yako iko pale. Kile kilicho chako. Jina mahali barikiwe. So kile kilicho chako hakitachukuliwa na mtu mwingine. Turudi sasa katika mstari wetu wa hapa Habakuku 2:3. Maono yatachelewa. Kuna vitu ambavyo Mungu alituahidi vitu vitachelewa. New King James inasema hiyo. For the vision is yet for an appointed time, but at the end it will speak. It will speak. And it will not lie. Hallelujah. Nataka tena ukiongea jirani mwambie leo tunaambia tu majirani, kama una jirani hama pale tafuta jirani ukae na yeye. Hallelujah. Hama pale tafuta jirani. Mwambie what belongs to me it is not decided by men. Yako haiwezi amuliwa na jirani ama na watu. No, pastor hujasema vizuri. Come on. What belongs to me, kile kilicho changu, it is not decided by men. Haiwezi amuliwa na wanadamu. It is decided by God. Inaamuliwa na Mungu. Mwambie jirani, mwambie kile kilicho changu hakina uamuzi na mwanadamu.
Leo naweza kuwa hivi, lakini uamuzi wa Mungu, Mungu ananipangia maisha mazuri kesho. Vile vitu ambavyo vinatendeka leo, hiyo sio uamuzi wangu, uamuzi wa Mungu. Sijui kama mtu anaelewa. Haleluya. Point ya kwanza, God is the source of all blessings. What belongs to me, it will locate me. Why? My God is the source of blessings. Sasa ukisema mimi sitabarikiwa na naabudu Mungu ambaye ni chanzo cha baraka, nitabarikiwa tu. Haleluya. Mungu ni chanzo cha baraka, no. Waje watu kukutisha. Ati wewe umezeeka sana, uweze ukasaa, utasaa. Utasaa. Mama ni kumweza kuejira moto. Mama ni kumweza kuejira moto. Utasaa. God is the Kwani Sarai alikuwa na miaka ngapi? 90. Nataka mtu asimama hapa kwa miaka hata 80, simama kama ukao. Miaka 80. Lakini wengine wanaonekana miaka 80 kwa sababu maisha yametupika katika jina la Yesu Kristo. Lakini sisi ni watu wa 40. Wenye wameenda sana hapa ni mama gazi wa miaka ngapi? Maisha kwa miaka ngapi? Wewe ni 32. Wewe ni 32. Maisha tu. Maisha tu. Kinga mahali mashauri. Genesis. Okay. Vitu tu. Amen. Na nani angalia above vitu tu asimama. Above vitu tu. Simama. Maijeni aliota. Haleluya. Sisi wote tuko na neema ya 40, 50s. lakini utaanza kuangalia sura za watu. Sura inaonyesha miaka 72. Angalia sura za watu, angalia jirani yako. Unashituka nini? Angalia jirani. Mbona unashituka nini? Genesis. Haleluya. Jina Bwana barikiwe. Kila ambacho Mungu ameamua leo, maandiko yamesema kama Mungu anasema atakubariki mwaka ujao, hiyo mwaka ikifika Mungu atakubariki. Sasa nimeandika nikasema kila ambacho ni changu hakiwezi amliwa na wanadamu. Mwanadamu mawazo yake anataka ushindwe kesho. Jina Bwana barikiwe. Mwanadamu mawazo yako hataki umpite. Mwanadamu mawazo yako anataka hata ukufe kwa sababu umemsinya. Lakini mawazo ya Mungu naye inasema anaenda kukubariki kesho. Sio kama watu wanaelewa. Ambia jirani yangu, kila ni changu hakiwezi amliwa na wanadamu ama uchawi ama hali. Wachawi watapanga, lakini Mungu atanibariki tu. Wachawi watapanga kuangamiza familia yangu, lakini Mungu atailinda tu. Wachawi watapanga jinsi ya kuharibu ndoa, jinsi ya kuharibu masomo ya watoto wetu, lakini Mungu atailinda. Maana kile ni chetu hakiwezi amuliwa na wachawi. Kile ni changu hakiwezi amuliwa na wakanga. Sio kama mtu anaelewa. Yes. James chapter number 1 verse 17. God is the source of my blessings. So whatever belongs to me today, it will locate me in the mighty name of Jesus Christ. It will locate. And what belongs to my family is not decided by men. It is not decided by witchcraft. It is decided by God. James 1:17. Every good and perfect gift is from above, Hallelujah. coming down from the Father of the heavenly lights, Hallelujah. who does not change like shifting shadows. No power can permanently block what God has released under my life. Andika hiyo. Nataka tuende kwa Kiswahili, ni point mzuri. Hakuna nguvu za kudumu. No power can permanently block what God has released over my life. Hakuna
nguvu zozote zinazoweza kuzuilia kile ambacho Mungu ameweza kuhakikisha juu yangu. maisha yangu. Ni vile wakati wa Mungu hujafika. Kuna mwingine ananiambia divine timing, my land cannot be stopped. Divine timing cannot be stopped. Sometimes it look that you are late, Ya kwamba wakati wa Mungu hauwezi zuiliwa. Saa zingine inaweza onekana imechelewa, but you are not late. lakini haujachelewa bado. God's timing makes things beautiful. Wakati wa Mungu unafanya vitu vinang'ara. Tuzungumze kwa mfalme mmoja anaitwa Daudi. Lete mfalme wa Biblia. Mimi niko mawazo yangu najua kwamba Daudi was forgotten. Alikuwa amezaulika. Lakini wakati wa Mungu ulipofika, nini kilitendeka? Nini kilitendeka? Nataka tuzungumze na wale watu ambao wanajua historia ya mfalme Daudi. Daudi was forgotten by his family. Daudi alikuwa amesahauliwa na familia, But located by the anointing of God. lakini alitambuliwa na upako wa Mungu. Ambia jirani, sijasaulika. Huenda jamii imenisahau leo. Huenda marafiki wamenisahau leo. Huenda ndugu zangu wamenisahau leo. Huenda jamii imenisahau leo. Lakini sijasaulika katika mapenzi ya Mungu. Sijasaulika katika mapenzi ya Mungu. Mimi naubiri na wale wadada ambao wafuatilia ujumbe huu. Samueli wa kwanza 16 mstari wa 11. The example, David was forgotten by his family. Hii ndiyo mfano wa Daudi kusauliwa na familia yake. But located by the anointing of God. When the time of God appeared, he was located by the anointing. Lakini akatambuliwa na upako wa Mungu wakati wa. So you may be forgotten by your friends, Unaweza saulika na but you are not forgotten by God. lakini huwezi saulika. God is waiting in his time Mungu anangojea to release a supernatural blessings upon your life. kuachilia nguvu za kiupekee juu ya maisha. You may be forgotten by people, Unaweza saulika na watu, but it is not God. lakini sio. God is waiting upon his time. Mungu anangojea wakati wake. Watu wanaweza kusahau, wasema huyu mama hakuna mahali ataenda, waje waseme. Nilizungumza na mchungaji mwingine wiki iliyopita. Kaniambia, mimi pasta, nimehubiri, nimeomba, lakini kanisa langu halina moto. Kanisa langu yani badala liendelee naendelea kuzima. Jina Bwana barikiwe. Nikamwambia, huu ni wakati wako, si wakati wa Mungu. Wewe ndio unaona haina moto, lakini Mungu anaona hiyo hali iendelee mpaka wakati wa Mungu fanya nini? Ufike. Wakati wa Mungu ikifika, washirika wenyewe Mungu atawaleta katika jina la Yesu Kristo. Lakini Mungu anakupitia vipindi ambavyo atafanya imani ikomae. Imani ikikomaa, basi Mungu ataanza kuachilia vitu vikubwa katika maishani mwako. Wewe piga hesabu, ona. Mama huyu hajawahi shika shilingi 100,000 ya Kenya. Alafu akuja hapa tumpe 100,000 ya Kenya, tuone kama atahama hapa. Mungu anangoja ukomae, uwe na akili ya kushika pesa mingi ndio aanze kubariki pesa. Kuna bandu hapa ndio nata wache jasa 50 ngano mwana ngurwe kuona. Kwa sababu hajawahi shika ile pesa. So Mungu anangojea ukomae. Mungu anavyoona umekomaa, basi ataanza kubariki. Na kanisa, watu wengine Mungu anataka tuwe tuna nguo ngapi?
2 ama 3, kwa sababu Mungu anaelewa huyu mama anapokuwa na nguo mingi maringo zo mnyalada. Sasa anakupakisha na nguo ngapi? Urudie ndio maringo yarudi chini mpaka ukomae. Mungu anataka kutupea, lakini anaona lazima atupitishie vipindi vya kungoja, na maandiko yalisema kwamba maono haya yatakuja kutimia hata kama yatachelewa, lakini tuko na hakikisho kwamba kuna siku inakuja Mungu atafanya kitu kubwa. Ambia jirani yako, usinione hivi, maono yangu yanatimia. Usione jamii yangu hivi, maono yangu yanatimia. Usione hii sura ni ya tajiri, hata kama ni ya megango Mungu. Maono yatatimia katika jina la Yesu Kristo. Maono yatatimia katika jina la Yesu Kristo, hata kama itakawia, lakini siku inakuja kile kilicho changu lazima kitatimia. Mungu anatupitishia katika vipindi vya kungoja, tungoje. So God is the source of my blessings. Tusome hiyo kitabu. Soma hiyo kitabu sasa. So he asked Jesse, are these all the sons you have? Yani wametuma Samueli katika familia ya Jesse kwenda kutafuta mfalme, lakini walipomweka mafuta yalikataa kutoka kumwagika. So wakauliza Jesse, hao ni watoto wako wote? Akajibu nini? Basikia sasa, huyu ni baba ya Daudi anazungumza. There is still the youngest. There is still the youngest. Yani hata huyu hawezi fanya chochote. Baadhi tukwenda sasa, watu wanakuona wewe you are still the youngest. Yani yeye alitarajia kuna wale wakubwa ambao watachakuliwa. Akasema there is still the youngest, yani katoko. But he is tending the sheep. Yeye anachunga kondoo. Wakikula hata muiti anachunga kondoo. Yule mtu ambaye familia inampiga vita, hoja nikwambie, yule mtu ambaye jamii inampiga vita, marafiki wanampiga vita, ako na nyota kubwa katika jina la Yesu Kristo. Kama unapigwa vita, kuna nyota kubwa juu ya maisha yako. Kama unapigwa vita, kuna nyota kubwa juu ya maisha yako. Kama unapigwa vita, kuna nyota ya Mungu. Mungu amewekeza ndani mwako. Sasa vita vitaendelea mpaka nyota ya Mungu ing'ae katika jina la Yesu Kristo. Amen. Natamani siku moja Mungu anibariki ili nilishe maadui wangu, kwa sababu najua hao ni maadui wangu kwa sababu ya nyota ambayo Mungu ameweka juu yangu. Kwa sababu kama ni miguu wako nayo, kama ni mikono wako nayo, lakini kila ambacho hawana ni nyota ambayo Mungu ameweka juu yako. Ndio maana vita vitaendelea. So akasema anaangalia kondoo. Samuel akasema nini? Samuel said, send for him. Send for him. We will not sit down until he arrives. We will not sit down until he arrives. Samueli alikuwa anaelewa mahali labda ni yule. Najua watu wa Mungu wanaona, hawaoni kama nyinyi. Nyinyi mnaona huko mbele Dergi amesimama, lakini Mungu anapoona Dergi hajasimama, amekaa, hii ni mwili tu. So Samueli akamwambia hatutakaa chini mpaka Daudi huyo kijana akuja afike hapa. Soma next verse. 12. So he sent and had him brought in. So he sent him and brought in. He was ruddy, with a fine appearance, with a fine appearance and handsome features. Handsome features. Then the Lord nikwambia watu maskini ndio nakuanga na sura. Nilimwambia Sunday. Aya. Wewe unaangalia Daudi huyu. Anasema alikuwa anaangaliwa. He was ruddy, with a fine appearance and handsome features. He was a handsome features. boy.
Na imagine anatoka kondoo. Lakini ukiona mtu sura mbaya ndiye ni nani? Kama yuko hapa watu wanakuambia sura mbaya, mwambie kitole. Kama wewe ni tajiri katika jina la Yesu Kristo. Lakini kama wewe ni sura mzuri huko hapa, kuna maombi mbele yanakungoja kupomoa milima, kuangusha milima. Wengine nakuambia hata mke wako kuoleka kwako alikuhurumia tu. Hii sura mananga kubali. Mwambie hajaoleka sura alioleka kwangu. Sasa mimi ni tajiri. Mimi ni tajiri, simwambie no. Hii sura hata msichana wangu alikuhurumia. Tumwambie alikuja kwangu kwa sababu mimi ni tajiri katika jina la Yesu Kristo. So Daudi alikuwa kijana mzuri lakini bado anachunga kondoo. Malize mstari, tusome mpaka mstari wa 12 tumalize. 13. Appearance 10, the Lord says, rise and anoint him. Rise and anoint him. He is the one. He is the one. Mwambie jirani, mimi ndiye. Mimi ndiye. Yule mnachukia leo, yeye ndiye Mungu amemchagua. Tuwezi piga makofi kwa hiyo? Haleluya. Waja watu wakupige fidha, lakini wewe ndiye Mungu amekuona katika ule mti. Waja watu waseme majina mengi, lakini wewe ndiwe Mungu amekuchagua katika jina la Yesu Kristo. Sema mimi ndiye. Bwana mwambie, he is the one. Mstari wa 13. So Samuel took the horn of oil, and anointed him in the presence of his brothers. With the presence of his brothers. And mbele ya uwepo wa ndugu zake. Haleluya. Waje hizo baraka za Mungu zimiminike juu yako. Haijalishi hao watu ambao wanang'ang'ana watakuwa, waja wawe pale ili washuhudie unapopakwa mafuta. Waja wawe pale ili washuhudie jamii yake inapoinuliwa. Waja wawe pale washuhudie Mungu anapoinua jamii yako, Mungu anapoinua biashara zako, Mungu anapoinua huduma. Waja wawe pale washuhudie neema na mafuta ya Bwana inapomwagika juu yako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Maandiko yanasema hawakuondolewa, mafuta yalimwagika mbele ya ndugu zake. Sasa gani waje tuende ya mwisho? Tafadhali niende nyingine. So David was forgotten by his family. Aliona huyu si mtu wa kawaida anachunga kondoo, lakini naye Mungu anapoangalia katika familia ya Jese aliona Daudi hata kama ametengwa ameweka mbali, lakini nimeona huyu ndiye nimemchagua katika jina la Yesu Kristo. Sasa wacha kutishika na maneno ambayo watu wanazungumza juu yako. Waambie ni vile muda wa Mungu hujafika. Mwingine ananiambia wewe pastor unapenda kuvaa makoti makubwa. Nikamwambia hiyo ni macho yako, hii koti iko sawa. Yaani yeye anataka kuvunja watu kila mara. Mwambie mimi niko sawa. Mahali nimetoka kuna kiona, nimehakikisha ninaangaliwa sawa. Hata kama hii koti ni kubwa, sasa wewe unaingililia wapi koti yangu kubwa? Sio ni mioyo ya wivu katika jina la Yesu Kristo. Nikamwambia shindwa. Anakuambia mama yuko sawa, lakini viatu haviendani na hii nguo. Yaani nataka kuvunja moyo. Mwambie hapo ndipo Mungu ameniweka. Watu wanapenda kuangalia maneno ya watu, ni wamewacha maneno yao. Nataka niende ya moja, so nataka nikutie moyo nikisema kwamba sometimes it look like it is late, but it is not late. God is working on it. Wakati mwingine inaonekana umechelewa, lakini haujachelewa. That's why God's timing makes something beautiful. Maana upako wa Mungu ama wakati wa Mungu unafanya kunang'arisha. So that's why God put us on a season of waiting. Mungu ameweka wakati wa kungoja. He wants us to build our faith. Anataka sisi tuchenge imani yetu. Hallelujah. Amen. That's why Joseph was rejected by his brothers.
Yusufu alikuwa amekataliwa na ndugu And zake. after rejected, he thrown in the pit. Aliweza kukataliwa, na si kukataliwa tu, alitupwa kwenye shimo, And also imprisoned him. na hata akawekwa gerezani. Yet the throne in Egypt was preserved for him. Lakini enzi kule Misri ilikuwa imetengwa kwa minajili So yake. they were trying to divert the blessing of his brother. Walitaka kukeuza baraka za ndugu yake. So even people try to divert your blessing today. Hata wale ambao wanataka kukeuza baraka zako leo, I decree, ninatangaza, let God redirect back to you in the mighty name of Jesus Christ. acha Mungu asiongoze Even if people that are diverting your blessings, hata kama watu I decree today, natangaza leo, let God redirect to you in the mighty name of acha Jesus Mungu Christ. akaweze kurejesha. They were diverting the blessings of his brother Joseph. Walitaka kukeuza baraka za Yusufu. He was in prison. They threw him in the pit. Aliweza kutupwa shimoni, akawekwa gerezani. What is yours can... Hii nataka uandike. Hii naona Mungu ananiambia mzuri. Na pia utapenda. Mimi napenda watu ambao wanaandika hata kama kwa kitabu ama kwa kichwa. Na hii ni mzuri, utabarikiwa. Na hii kuna mtu ameniambia na mimi naifanyia kazi. Akaniambia, Pastor, what is yours cannot be enjoyed fully by another people. Kile kilicho chako hakiwezi furahiwa kwa wakati mkamilifu na mtu mwingine No, ambaye sio. what is yours cannot be enjoyed by others. Kile kilicho chako hakiwezi furahiwa. Let God redirect to me today. Wacha Mungu akaweze kukileta kwa Sema kile kilicho changu, maisha yaliyo yangu, maisha yaliyo yangu. Unajua maisha ambayo tunaishi maisha ya watu wengine. Maisha yaliyo yetu tumewaja, shetani amepewa watu wengine wanafurahia. Leo tunakataa watu wengine watafurahia maisha ambayo ni yangu. Mungu ayarejeshe katika jina la Yesu Kristo. Mtoto wetu angelikuwa kwa kazi. So what is yours cannot be enjoyed by other people. Namba mwisho, alafu tuombe. Hebrews chapter number 6 verse 12. Hiyo ni ya mwisho. Faith and patience bring possession. Faith and patience bring possessions. Nasumuza kwa hiyo, alafu ndamalizia pale. What belongs to you, it will locate you in the mighty name of Jesus Christ. Hebrews 6:12. Read for us. What belongs to you, it will locate you. Number, faith and patience bring possessions. We do not want you to become lazy, but to imitate those who through faith and patience inherit what has been promised. Yes. Nataka nisungumuze hii, alafu nimalizie pale na niombe. Tuwape mama nafasi. Don't give up before your blessings arrives. It is already in motion. So it requires faith. Faith connects you to the promise of God. That's why the Bible says, who through faith and patience inherit what God has promised. Kuna watu wengine tunahitaji imani. Ndio vile vitu ambavyo Mungu alituahidi, vile vitu ambavyo ni vyetu, vitutafute na vitutie. Mungu anataka tuwe imani na uvumilivu, tungoje, kwa sababu imani ndiyo inatuunganisha na ile ahadi ambayo Mungu alituahidi. Kuna watu wengine wanasingiziwa maneno ambayo hawajayafanya. Nitazungumzia kwa mtu mmoja alafu nimalize. Sijui nifanye mfano kwa mtu mmoja anayeitwa nani? Tusome kitabu ya nani? Esther, sijui 6, tuongee Esther 6.
Nazungumzia mtu ambaye anaitwa Mordekai. Unajua historia ya Mordekai? Mordecai's honor was delayed but could not be denied. Hata kama ilichelewa lakini haikukataliwa. Esther, tuanzie penyewe, sita kuanzia tu penyewe. Esther. That night the king could not sleep. That night the king could not sleep. So he ordered the book of the Chronicle, the records of his reign, to be brought in and read to him. Yes. This is like a prophetic manifestation katika maishani mwetu of what belongs to you. Hii ni udhihirisho wa nguvu za Mungu kwa mambo ambayo ni yako. Hallelujah. Amen. So your blessing may be hold, but the anointing cause sleepless night to the king. Baraka zako zaweza kuzuiliwa, lakini upako unaweza sababisha usiku mfalme asilale. That night anointing caused sleepless night until what is belongs to Mordecai, delivered to Mordecai. Upako wa Mungu ulifanya usiku ule mfalme akakosa usingizi mpaka akaachilie kile kilichokuwa cha Mordekai. Let anointing cause, wacha upako usababishe what belongs to you, kile ambacho ni chako, delivered to you. ikawe ama kikuje kwako. That night the Bible says the king could not sleep until he delivered what belongs to Mordecai. Ndio maana Biblia inasema ya kwamba mfalme hakulala mpaka alipoachilia kwa Mordekai. Kuna watu ambao wako na vitu vyetu usiku wa leo. Kuna watu ambao wako na vitu vyetu mchana wa leo. Wacha upako wa Mungu ufanya watu wakosa amani. Ndio waachilie pesa ambayo walichukua. Ndio waachilie amani ambayo walichukua. Ndio waachilie kila kitu ambacho walichukua. Wengine walichukua amani yetu. Wengine walisema tutateseka. Wacha upako wa Mungu siku ya leo usababisha watu wakosa amani. Ndio waanze kutuachilia wale waliotufunga, wale waliofunga jamii yetu, wale waliofunga uzao wetu. Leo wanatuachilia katika jina la Yesu Kristo. Acha tusimame kwa miguu yetu miwili. The king could not sleep. Mfalme hangeweza lala. Mordecai honor was delayed, but it was not denied. That's why on that night the king could not sleep until he delivered what belongs to Mordecai. Heshima ya Mordekai ilicheleweshwa ikashikiliwa, lakini mfalme hangelala mpaka aachilie. Sema vitu vyangu. Vitu vyangu. Sema vitu vyangu. Vitu vyangu. Wale waliochukua mali yangu. Wale waliochukua mali yangu. Leo ningelikuwa mtu mkubwa. Leo ningekuwa jamii yangu ingekuwa jamii ya kuheshimika. Yangu ingekuwa jamii. Lakini vitu vyangu vilichukuliwa na mwovu shetani. Vitu zangu. Leo mahali walipo wanakosa amani. Leo mahali walipo wanakosa amani. Leo mahali walipo wanakosa amani. Waliochukua mafanikio yangu, waliochukua utajiri wangu, waliochukua watoto wangu, leo mahali walipo wanakosa amani. Wanaanza kuvirejesha. Leo wanaanza kuvirejesha. Wanarejesha amani. Wanarejesha amani. Nataka ufungue kinywa mwambie Bwana, wacha vitu vyangu vianze kurejea. Nimekaa bila amani kulialia muda mrefu. Leo amani inarejea. Nimekaa kuhangaika, sina pesa, maisha ya umasikini. Wacha leo irejeshwe. Wacha leo utajiri urejeshwe. Nimehangaika kutafuta kazi muda mrefu, ninang'ang'ana tu. Ambia Bwana leo, wacha irejeshwe. Wacha irejeshwe. Wacha irejeshwe. Amani katika ndoa yangu irejeshwe. Nataka nisikie watu wanaomba. Wacha irejeshwe. Wacha irejeshwe. Wacha irejeshwe. Ila amani. Wacha irejeshwe. Wacha irejeshwe. Ile ndoa nzuri. Wacha irejeshwe. Nataka nisikie watu wanaomba. Nataka nisikie watu wanaomba. Nataka nisikie wanaomba. Whatever belongs to me by divine covenant, locate me now. Locate me now in Jesus' mighty name. My great blessings be released
released by fire. Say my delayed blessings released by fire. My delayed blessings released by fire. Later be released by fire. My delayed blessings be released by fire. They were holding, but now Amen. Niko na ombi moja tu tumalize. These are declaration prayers. haya ni maombi ya kutangaza. And this is like a prayer items for today. Haya ni vifungu vya maombi. No enemy Hakuna adui shall sit on my throne. atakaa kwenye kiti changu cha utawala. What is mine, Kile kilicho changu it does not pass by. haitanipita. No enemy Kuna adui shall not sit on my blessings. atakayekaa kwa baraka. No enemy Kuna shall adui sit on my throne. atakayekalia utawala. What is mine is mine. Kile kilicho changu ni changu. My delayed blessings, Baraka zangu ambazo zimecheleweshwa let be released today wacha yachiliwe leo by fire. kwa moto. My delayed blessings, Baraka ambazo let be released today by fire. yachiliwe leo kwa moto. Whatever belongs to me Ambacho ni changu by divine covenant, kwa agano la let locate me now. inaanza kunirudia, Let locate you now. inaanza kunitafuta. What is yours Pesa ni yangu, be released by fire. iachiliwe na moto. What belongs to your family, Kila ambacho ni cha what belongs to your family, kila ambacho ni jamii yetu let be released by fire. inaachiliwa na moto By the divine covenant, na agano la uungu locate you right now. inaachiliwa kwangu, Locate you right now. inarudi kwangu sasa, Locate you right now. inanitafuta, Locate you right now. inanijia, Locate you right now. inanitafuta. Even if enemy try to divert, Kile ambacho shetani anataka but God is redirecting to you right now. Mungu anairejesha Every blessings, kila baraka, every blessings, kila baraka, every prosperity, let it be directed to you right now.